TV updates. Wakati vikao vya robo ya kwanza na ya pili vya bodi ya wakurugenzi Tashiko vikiendelea kwa kupitia taarifa za kiutendaji kwa kipindi hicho katika makao makuu ya kampuni hiyo jijini Mwanza, leo Machi 26, wajumbe wa bodi hii wakiongozwa na mwenyekiti Meja Jenerali mstaafu John Mbungo wamekagua mradi wa meli ya MT Ukerewe, meli ambayo ukarabati wake unaendelea katika bandari ya Mwanza Kusini iliyopo Ziwa Victoria. Mhandisi Hildegrius Joseph Remam ni meneja mradi wa meli hii. Karibuni kwenye mradi wa kukarabati meli ya MT Ukerewe ambayo kwa utangulizi kaimu MD amezungumza vizuri. Ni meli kwa ajili ya kuvuta mizigo lakini pia kufanya uokoaji kwenye hali ya dharura. Mradi huu ulianza tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 2024 na ulikuwa na gharama ya bilioni 7.5 ikijumuisha marekebisho makubwa ya mifumo ya umeme, mifumo ya maji, vifaa vya kuongozea kule kwa nahodha, lakini pia sehemu za crew au wafanyakazi wa ndani kuishi, accommodations. Kwa kiufupi, mradi uliposhwa kukamilika tarehe 28 mwezi wa pili, lakini hapa katikati tumepata changamoto ya kama ilivyo kawaida kwenye miradi ya kukarabati. Kuna vitu unakuwa hujaviona lakini unaviona as you move on. Na kikubwa ambacho kimetuletea shida ni upande wa propulsion, ikiwepo main engine na gearbox yake, lakini pia kuja kwenye shafti mpaka huko nyuma. Kwa hiyo ukiangalia kwa muktadha ulivyo, engine ilizungumzwa kwenye BOQ tufanye overhaul, lakini wakati mkandarasi akifanya hayo aliyotakiwa kufanya akagundua kitu kingine ambacho hicho kitu tumekipeleka kwenye ngazi ya utawala wanakifanyia kazi. Wakurugenzi wa bodi hii wakawa na nafasi ya kuongea, na hii ni kutokana na kile walichokisikia na kukiona. Kuhakikisha vyombo vinakuwa katika hali ya kufaa kuendelea kufanya kazi. Shughuli hii inahusisha uchukuzi unaohitaji vyombo ambavyo viko sawasawa. Kwanza niwapongeze Tashiko kwa kuamua kukarabati meli hiyo tugboat mapema, kwa sababu sasa hivi tuna meli kubwa hii. Meli inachukua watu karibu 1200. Meli ni chombo kama vyombo vingine, inaweza kupata breakdown siku moja baharini wakati na watu wengi. Kupata breakdown hiyo, kuitoa hiyo meli baharini kuleta hapa sio rahisi. Kwa hiyo mnavyoona hiyo meli hiyo nani bodi yake kubwa, sisi kuna kitu tunaita windage area. Windage area iko kubwa, hata drifting yake pia inakuwa kubwa. Hiyo drifting inakuwa kubwa. Kama ikipata shida kwenye maeneo ya ziwa haya, alafu ikachelewa kwenda kufukuliwa, kwenda kuokolewa, hiyo meli hiyo itakwenda ground. Ikienda ground, of course tunajua hatutegemei sana watu wapoteze maisha au kitu karibika, lakini ikishakwenda ground hiyo, ikitoka hapo haiwezi tena kufanya kazi. Bwana, matengenezo yake yanakuwa makubwa. Inatakiwa kwanza lazima ipande kwenye chelezo, kwa sababu ni meli ya abiria. Meli ya abiria ikienda ground ili itumike tena, lazima ipande kwenye chelezo, ifanywe survey upya, kwa sababu certificate zake zote zinafanya nini? Zinakufa. Ama kwa upande wake mwenyekiti wa bodi hiyo akawa na shukrani kwa serikali kutokana na mwendelezo wake wa kufufua na kujenga meli mpya katika maziwa yote, ikiwa ni hatua ya kuifanya Tashiko kurejea kikamilifu katika wigo wake. Imekuwa jambo jema sana kufika kwenye site ambayo inafanya ukarabati wa tugboat hii ambayo tumetoka kuiongelea sasa hivi. Chombo hiki ni nyenzo muhimu sana, kwamba ndiyo silaha na inayoweza kutumika katika masuala mengi ya kufanya uokozi kwenye dharura mbalimbali ambazo zinaweza zikatokea katika meli zilizopo tulizonazo wakati wa kusafirisha abiria pamoja na mzigo. Kwa hiyo tumefika na bodi nzima kuja kujionea maendeleo ya tugboat ilipofikia, na tumepata taarifa kwamba ukarabati wake umeshafikia 76%. Kwa hiyo tunazo asilimia chache kuweza kukamilika. Tunapenda kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo anaona umuhimu wa maziwa yetu makuu kuwa na nyenzo hizi, na hivi karibuni tutakuwa na mradi wa usafirishaji katika bahari kuu. Masuala yote haya yanafanyika katika awamu hii ambayo kimsingi ni kwamba inajali wananchi na iko imara kuhakikisha kwamba huduma
za usafiri majini zinapatikana kwa wananchi wote. MT Ukerewe ilipata hitilafu ya baadhi ya mitambo yake tangu mwaka 2009 ambapo kwa muda wote huo imekuwa ikishindwa kutimiza majukumu yake ipasavyo. Hii ni meli muhimu kwa Tashiko na meli rafiki katika ukanda wa Ziwa Victoria kutokana na shughuli zake za kimaegesho, lakini pia kipato kwa kuvuta tishari ambazo hazina mfumo wa injini. Kuna kuamua kukusanya hizo laita zote ubavuni, meli ikiwa darajani, alafu akaswing na akatoka nazo zote. Jina langu ni Edmond Rutajama na hii ni Meli TV ya kampuni ya Meli Tanzania Tashiko. Tishari moja kama hayapo kwenye even numbers